hawa viongozi kama huyu ndugu yangu ametoka hapa sahihi. Nyinyi mnaongea kuhusu maneno yenye sielewi. Muachaneni na ule jamaa wa hapa kwenu. Jamaa ametoka tu Amerika, hata hajaongea mnapigie kelele. Hako na makosa gani jamani? Ule mtu anajua na wanajua ile vitu alifanyia nje wakiwa na Uhuru Kenyatta. So watu watulize bole. Mwache kupigia ule mtu kelele. Hajasema kitu, ameshuka tu, amekuja kusalamia nyanya yake, amekuja kusalamia wazazi wake na sisi. Nyinyi mnapiga kelele, hata mnapiga kelele mtu hajaongea. Hajafungua mdomo kuanzia afike. Nataka nichukue nafasi hii kuambia watu wa Kisii. Mimi ninajua kwa muda mrefu hii mmekuwa kwa upinzani. Hii ni mara ya kwanza mmekuwa kwa serikali ya karibu kwa miaka ichache iliyo hapo ya nyuma. Nataka mjue na msikie. Hizi mabarabara zinajengwa, hii affordable housing, hii masoko. Unajua watu wengi wanakuja wakisema uongo, sijui nini, sijui nini. Mimi nataka kuwauliza nyinyi kwa sababu nyinyi watu wa kanisa. Wewe msichana akitolewa leo apate mimba. Hiyo mimba inachukua mwezi ngapi? Si mwezi 9. Kitambo mtoto akunywe uji mpaka akule githeri inachukua muda gani? Sasa hii serikali ya William Ruto ya mwaka 2.5 unasikia wewe anasema sijui nini, yule anasema sijui nini. Nilikuwa naona hata mwingine ule former akitulecture jana. Mtu aliharibu inchi, alipora inchi. Lakini leo nimemwambia aende gym kwa sababu ile alipora inchi mpaka hata yeye mwenyewe amekuwa tofauti kidogo. Awachane na inchi. Wacha sisi tuje tushughulikie kanisa, tushughulikie mama mboga, tushughulikie watu ya boda boda, tufanye hiyo ndogo ndogo. William Ruto na Kithure Kindiki wajenge lami, wajenge soko, wajenge mashule zetu, au mawaziri washughulikie watoto wetu wasome. Hiyo ndio kitu tunahitaji katika taifa la Kenya. Na hatutaki mtu kutuambia ati rais anafaa kuwa kwa kona ile. Hatutaki mtu kutuambia ati deputy president huyu Kindiki akuwe mtu wa mlima. Tunataka usawa kwa Wakenya wote. Kila mtu apate haki kama Mkenya. Tuko hapo watu wa Kisii. Mnatuunga mkono? Mnatuambia turudi hapa siku nyingine tena? Hebu nione kwa mkono wenye wanasema turudi hapa siku nyingine tena. Wacha sasa nichukue nafasi hii nitoe pesa yangu kwanza leader of majority. Mimi pia kwa sababu huyu kijana wenu ni rafiki yangu sana, nimekuja na pesa kidogo, 1,000,000